Mburu Kahangara, Member of Parliament kutoka constituency ya Lari. Tumeandamana leo pamoja na naibu rais. Nataka nichukue nafasi hii kwa niaba yangu, familia pamoja na watu wa Lari kuleta ujumbe wa rambirambi kwa familia ambazo zimeweza kupatwa na janga ambalo lifanyika hapa. Your Excellency, allow me to say kwamba kati ya about 25% ya wale watu ambao wameathirika ni watu wa Lari. Kwa sababu sisi ni majirani hapa. Saa nyingine kule kuna baridi, watu wameteremka, wamenunua plot hapa wamejenga. Kuna wale tayari tumezika kule na kuna wengine bado wako hapa na tutaenda kuwapumzisha. Kwa hivyo tunaposema pole ni kumaanisha hata sisi tumepigwa na hilo janga. Niseme pole kwa familia na Mungu abaki kuwa Mungu hata wakati tumejipata kwa shida. Your Excellency, allow me to say just a few things. One is that kama viongozi na wananchi wa hapa kuweza kufika kwa hospitali, hiyo barabara ya Maumau, it is part of the 80 kilometers ambazo tumepata upande ule, na kwa sababu contractor bado wako mbali. Your Excellency, as we are talking, even Kijabi Hospital, ile barabara ya kutoka juu has a very narrow tunnel, inapitia magari madogo. All supplies to Kijabi Hospital come from this side. Ile daraja ilikuwa inatoka Kimende, ilibebwa pia na hiyo maji. So accessing Kijabi Hospital is zero in terms of supplies na mambo mengine na wananchi hapa. Kwa hivyo tungeomba huyo contractor anaweza kurudi upande huu kwanza, aanze hapa ndio tufike kule, supplies na wananchi pia waweze kuaccess that hospital. Your Excellency, hayo maji kama mheshimiwa alivyosema yalipofika huku yalitoka kwetu. Na niseme pole kwa wananchi wa hapa. Your Excellency, ile shida ambayo imeleta that problem down here ni kwamba tuko na reli. Wale wanajua historia, hiyo reli ilijengwa ilifika Kisumu 1901. Meaning hiyo kazi ikipita huku was in the 1800s. Kuna tunnels ambazo zinapitisha maji because they are not rivers, just seasonal floods ambazo zinapita kwa hiyo railway. So mahali kumewekwa tunnels na culverts, wakati kumekuwa sasa na maji mengi, kukakuja miti na mawe ikafunga those culverts. Na ndio maji ikabuild to levels, ikakuja ikavunja chini ya reli na ikaweza kuteremka hapa. It's not a river, ni hiyo maji, na ni kwa sababu design ni ya zamani. It is advisable that tuweze kuangalia tena mambo ya hiyo railway so that we don't get to this kind of a problem again. Your Excellency, wakati nimerudi kwa sababu janga likifanyika siku ya karibu, you are aware, tumekuwa huko juzi na Minister wa Interior trying to check because there are 4 other small dams ambazo zimeform in a similar way. Na tunataka kutoa tahadhari, and I'm sure the Minister Interior alisema watu wa Roiro, the area that is affected, there is still danger up there. Na wale watu wanaweza kuwa katika njia, tafadhali tukiomba na serikali, it's advisable that we get out of the way until we solve that problem. Saa hizi kuna wafanyikazi wa serikali pale trying to get the water out of the dams that are forming, but please, wale tuko upande wa chini, kama uko kwa njia yoyote ya maji, even Old Kijabi, tunatoa hiyo tahadhari kwamba tuweze kuhama so that we don't get into a similar problem, and especially if the rains are going to continue vile zilikuwa. Otherwise niseme poleni, wale tumetoka Lari, tutaendelea kushirikiana, tusaidiane katika kuweza kumaliza na kuwapumzisha wapendwa wetu. Na niseme pole governor na watu wa Mai Mahiu, Mheshimiwa Jane, poleni, Mungu awape faraja wakati huu mgumu. Thank you and God bless you. Asante sana kwa naibu wa rais, na nikizingatia itifaki zote zilizotangulizwa na zaidi kwa familia ya wale ambao wameathirika na ile mkasa ambayo ilitokea, na nyote ambao mmefika hapa leo, hamjambo. Basi mimi naitwa Haika Mizigi na mimi ni mama county ama women rep wa kutoka Taita Taveta kule Pwani. Asante. Leo nimekuja hapa, nimeandamana na naibu wa rais ili kuweza kuleta rambirambi zangu za kibinafsi, rambirambi za watu wa kule Taita Taveta na rambirambi za watu wa kutoka Pwani yote mzima. Tunasema poleni sana.
Poleni sana watu wa Mai Mahiu, Naivasha yote na hata Nakuru kwa jumla. Pwani inawaambia poleni tena sana. Na ninataka kusema, najua tuko na maswali mengi sana. Tuna maswali kwa akili yetu, kwa nini imekuwa hivi, itakuwaje pale mbele. Lakini mimi nataka kuambia hivi, Mwenyezi Mungu hajibu maswali, Mwenyezi Mungu anajibu maombi. Ndiposa leo tuko hapa ili kuweza kumuomba huyu Mungu ili aweze kufanya wepesi katika hii hali ambayo imetukuta. Kwa sababu yeye ndo anajua sababu kwa nini mambo haya yalitokea. Mwanamuziki mmoja wa kule Tanzania akaimba akasema, Mungu wangu, wewe wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Mungu wangu, wewe wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Mwenyezi Mungu anajua sababu ni kwa nini tumepitia kipindi hiki. Na katika hali zote hizi tutamwachia yeye. Ya pili, nataka kuwapongeza viongozi wenu. Jen, mjumbe wa hapa. Mheshimiwa Jen, mimi nakuvulia kofia. Gavana Susan, nakuvulia kofia. Nyinyi mmesimama na watu wenu. Kila wakati tukiona habari za Mai Mahiu, kwa sababu sisi tulibaki kuwa watazamaji tukiwa kule sehemu zingine. Na wakati tunapotazama kwa runinga, nilimuona Susan, nilimuona Jen. Nilimuona Susan, nilimuona Jen. Pongezi kwa kusimama na watu wenu. Na nyinyi watu wa Naivasha, pongezi kwa kuungana, kushikana pamoja wakati wa hili janga. Mmeshikana sana na mkashikana pia na kanisa likaweza kusimama na nyinyi, ndiposa leo kuna wepesi. Hapa tungekuwa tukiona watu wakidondoka, tungekuwa tunaona watu hawajiwezi kabisa, lakini najua kupitia maombi tumeweza kusimama. Viongozi wetu wa kitaifa, Naibu wa Rais ambaye tumekuja naye hapa, nataka kumpatia kongole zake. Alikuwa kiongozi wa kwanza wa kitaifa kufika hapa wakati janga hili limetokea. Your Excellency, congratulations. Thank you very much for standing with your people. Tumemuona hapa na tumemuona sehemu zingine za nchi ambapo kumekuwa na mafuriko. Kwa hivyo yangu tu ni kusema tuendelee kuombeana, tuendelee kutakiana mema, na zaidi ya yote tumuombee sana rais wetu na naibu wake. Wakati wameng'ang'ana kuhakikisha kuona kila hali katika nchi yetu imeweza kutulia. Tunajua mambo yalikuwa ni mengi. Shule zilikuwa zimekosa kufunguliwa kwa sababu ya hii mambo ya mafuriko. Madaktari vile vile walikuwa wamegoma. Na tunataka kuwapongeza madaktari siku ya leo na kusema asanteni sana kwa kuweza kukubali kurudi kazini. Hatuwezi kuruhusu watu wauliwe na mafuriko na tena wengine wauliwe na magonjwa ambayo nyinyi madaktari mngeweza kutusaidia pale hospitalini. Kwa hivyo kwa madaktari kurudi hospitali tunawashukuru sana. Na kwa hivyo tuendelee kuombeana, tutaendelea kusimama na nyinyi kama viongozi na tushikiliane kwa pamoja. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, the clergy, all the members of parliament here, the ministers, the PSs, na wananchi wote ambao tumekuja kushikana pamoja na jamii ya Mai Mahiu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina yangu naitwa Geoffrey Kiringa Ruku. Mimi ni mbunge wa Mbeere North kutoka huko Embu County. Nimekuja kusidikisha naibu wa rais katika ili jukumu ambao ni la muhimu zaidi, to condole with the people of Mai Mahiu, the families who lost their loved ones, and more so the young children who lost their lives. Your Excellency, is extremely painful
to lose young babies. Very painful to any parent. I'm here to pass my condolences and that of the people of Beira North